kuna mtu hapa anaweza kana nitazama najiuliza, hivi mimi ni mtumwa au sio mtumwa? Nitajijuaje kama mimi ni mtumwa? Kuna dalili mbalimbali ambazo zinaweza zikakuonyesha uko katika utumwa wa kiuchumi. Dalili ya kwanza, hauna maendeleo kwenye maisha yako na ni jambo la muda mrefu. Yaani kwa muda mrefu. Umebaki pale pale ulipokuwa. Uko pale pale. Wewe mwenyewe unatamani kupiga hatua, lakini ukiangalia na kazi unafanya. Na hapo kwenye, yani tofauti sasa ya utumwa na mambo mengine. Sio kama mtumwa ufanyi kazi, kazi unakuwa unafanya. Kama ni asubuhi saa 11 uko barabarani. Lakini kile tumesema kama ni nyumba au chumba, kwa hiyo inabidi tuhame au ukue Hilda. Chumba kimoja angalia basi. Unaweza ukahama kutoka chumba kimoja ukarudi chumba kimoja bado. Lakini ukue kwa mfano una chumba kimoja maana una chumba na sebule, si ndio? Una chumba. Dalili ya pili ni haupendi hiyo hali. Yaani sio kitu ambacho unakifurahia na hauoni njia ya kutoka hapo. Yaani ukishajiona tuko kwenye hali ambayo unasema yani sijui nifanyaje mimi. Yaani haya maisha sio maisha kabisa, lakini hauoni namna ya kutoka. Hiyo ni dalili kwamba uko kwenye utumwa. Sawa. Dalili ya tatu, una mikopo mingi tena yenye riba kubwa. Hapa kwenye mikopo hapo bwana. Na wengine wanafanya kazi ya kuhamisha madeni. Sasa muone sasa hapo ndo utumwa wenyewe unapojitengeneza vizuri sasa. Mshahara wake unatumika, mshahara wake kwanza ukiingia tu hivi kila mtu ashakata ya kwake. Dalili nyingine ni kipato akikidhi mahitaji ya msingi. Au mshahara haukutani. Hiyo kwa lugha rahisi. Kwamba pale tunapozungumza ndugu yangu unapumulia gesi. Tarehe ngapi? Sasa kuna wengine sasa mbali kabisa. Sasa mwingine anapokea 29. Kuna mwingine 15 hapo hali tete. Tarehe 15 katikati ya mwezi. Sawa, tumeziona dalili Janet. Tunatokaje sasa hapa kwenye utumwa wa kiuchumi? Kwanza kabisa lazima ujikague uko aina gani ya kiutumwa. Na hapo kuna hapo tumesema kuna mwingine madeni, kuna mwingine matumizi, kwa sababu mpaka unafika kwenye unaingia kwenye madeni manake kuna chanzo kimekuweka hapo. Lazima ujue ni chanzo gani cha utumwa ambacho kimekuweka hapo, na ukishafahamu ongeza shauku na mpango mkakati wa kujitoa. Kwa hiyo uwezi ukatoka, tunasema uwezi ukatoka kwenye shimo kama haujakiri uko ndani ya shimo na ukaomba msaada kwa ngazi ili uweze kutoka. Lazima ujue aina gani ya utumwa unao na ongeze shauku na mpango mkakati wa kutoka. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ni muhimu jifunze na usiogope ujasiriamali, na hasa kwenye kujiajiri na kuanzisha biashara ndogo ndogo za kukuza kipato. Kwa sababu kinachofanya mpaka mtu anakuwa mtumwa, maana yake kile alichonacho hakimtoshelezi, hakiwezi kuzunguka katika mahitaji yake yote ya muhimu. Kwa hiyo hapa tunazidi kukumbushia, fikiria akili za kijasiriamali ili uweze kutoka. Kwenye mambo ya fedha, njia ni mbili tu. Ongeza kipato au punguza matumizi. Kwa hiyo kwenye kupunguza matumizi, nakwambia sasa na familia na nini, ongeza kipato, jifunze ujasiriamali. Jambo la tatu, shiriki uwekezaji wa pamoja ambao unahamasisha kuweka akiba. Na hapa ni waombe tu watu kwamba kuna vile vikundi vya kifedha. Kama unaweza na kama una chanzo cha mapato, pengine hata kama sio kikubwa ila kipo mahali unakitazamia, jiunge na wenzio, usikae peke yako. Kwa sababu wakati mwingine tunapata hamasa kutoka kwa wenzetu. Ukiangalia wenzio wanakuzunguka, huyu amenunua kiwanja mahali hata au amefungua biashara. Kama mwanadamu kwa kutazama inakupa hamasa kuona na mimi naweza kufanya. Kwa hiyo hivyo vikundi vya pamoja vinakusaidia, na kwa wale ambao wanaweza unaweza ukajiunga na vikoba, vinasaidia, lakini jihakikishie kama kimesajiliwa na kina mfumo rasmi ambao unaweza ukafuata kwa mujibu wa katiba iliyopo. Ili usije ukatapeliwa. Usije ukatapeliwa fedha zako. Jambo la 4 na la mwisho, ongeza jitihada binafsi katika kupata elimu ya fedha. Fedha, elimu ya madeni, kupanga budget.